Nirudi nifanye nini? Mimi bado tumechangia hiyo. Mgumba. Mimi ndo naondoka, nishakwambia naondoka. Unaenda wapi mke wangu? Rudi kwanza tu. Usiniulize ninaenda wapi kama sina kwetu. Unanikuta porini au? Unaweza naenda wapi? Unanikuta porini. Naomba nisamee. Rudi nifanye nini? Rudi tuongee ndani mke wangu. Tunaongea kitu gani mimi na wewe sasa hivi? Ambacho utanisikiliza kitu gani nitaongea mimi na wewe? Nishakwambia toka siku ile toka asubuhi pale mimi sio mkeo tena. Sijui umenielewa vizuri wewe. Yaani kuanzia umefanya tukio mimi sio mkeo tena. Mimi ndo naondoka zangu hii. Huna cha kuongea mimi na wewe tena ambacho utanisikiliza wewe. Hakuna. Utaongea kitu gani? Sasa mke wangu, mbona hili swali linazungumzika? Kwa nini usirudi ndani tukaongea? Tutaongea mara ngapi mimi na wewe? Tushaongea mara kibao mimi na wewe. Mimi nakuomba nisamee mke wangu. Hebu rudi ndani tuongee basi. Msamaha gani ambao unaniomba? Yaani mimi sikuelewi kabisa. Usijui umenielewa vizuri. Mke wangu, mimi tushaongea sana mimi na wewe. Kwa kama mtu akuelewa ushaelewa, lakini kwa sababu unajitoa fahamu, unajizima data, unajifanya uelewi. Kaa na maisha yako, endelea maisha yako. Mimi ndio hivyo naondoka zangu. Unanipotezea muda. Rudi kwanza tuongee mara moja. Unanipotezea muda. Shoga yangu. Mambo. Poa, karibu. Asante na kuona mama mjengo. Kabisa. Naona umetulia mwenyewe hapa. Nakula upepo, nimechoka. Pole udugu wangu. Nilikuwa nazunguka zangu huko, nikazunguka kwa nimpitie shoga yangu hapo kwa nimwangalie mwenyewe. Afu nipite zangu na msingi zangu. Wewe vipi, unaendelea vipi? Mimi nipo nimekuta. Unaendelea kabisa vizuri? Ndio hivyo. Sawa, kushukuru, jambo la heri. Ila shoga yangu, mimi kuna jambo kidogo nataka nikuulize. Ile sasa nataka unijibu vizuri kwa sababu mimi ni mdogo wako. Mimi ni dada yako. Mimi yani pika pakuwa ni ushoga. Sasa kama ni ushoga yako au ni dada yako au ni ndugu yako, basi kuna vitu unatakiwa usinifiche. Unaambia ukweli yani. Sawa? Maana kitu kimenikaa hapa. Mimi nataka nikuulize swali shoga yangu. Kwani hii mimba ya nani shoga yangu? Ya Fode au ya kidevu? Nijibu vizuri, usinifiche shoga yangu. Mimba ya Fode. Wewe. Kweli? Ila nimefanya hivyo kwa sababu nimejua yule Fode mdogo hawezi kunihudumia. Ndio maana nikasema ile mimba ya kidevu, ila mimba ya Fode. Kwa hiyo shoga yangu tunafanyaje? Mimi hata sijui ninafanya. Sasa shoga yangu, ngoja niende nyumbani nikajifikirie. Nitakupa jibu, tujue tunafanya vipi. Maana huu ni uliokuwepo ni mtihani. Sawa shoga yangu? Haya nitakukuta. Haya, na yeye hata kunibebea macho. Haya, naenda zangu sokoni hapo. Nitarudi tena, hata usijali shoga yangu. Haya, karibu. Safari. Yaani dada nimekwambia neno moja tu. Umeenda kuvunja ndoa yako kweli? Hivi wewe mlevi, unanitafuta nini wewe? Mbona unapenda kunifuatilia maisha yangu, imekuaje? Ulitumwa au? Nitumwe na nani? Asa kitu gani unapenda kunifuatilia maisha yangu? Nilijua mimi ila ndoa yenu ile haiwezi kudumu. Mume wako haeleweki. Wewe mwenyewe yani mwanamke gani? Yani sasa kama nimevunja ndoa yangu mimi mwenyewe au sijui nimeachika, wewe nakuhusu nini? Na hapo nimekwambia neno moja tu, bado kuna mengi. Mbona unapenda kunifuatilia maisha yangu? Kila ukiniona tantarila nyingi, imekuaje? Naomba uachane na maisha yangu. Yaani naomba uachane kabisa na maisha yangu. Umesikia wewe? Unajifanya umeelewa, kumbe una lolote, una akili zako timamu, unajizima data. Unajifanya kama mjuaji. Nipishege bwana wewe, achana na maisha yangu. Huyo umeachika huyo. Yaani bora sisi hapa ambao tunapiga vitu vyetu tunaenda kulala nyumbani. Tujipigie vitu vyetu tu. Zu.
Sasa ni nini sasa umefanya yani? Yaani siku zote nakutafuta kumbe ndio umeamua kunifanya mimi mambo haya. Siku zote nakutafuta. Sasa kama ulikuwa unipende Sebola ungeniambia. Sebola ungeniambia sasa nani unaamua kuja kutembea kabisa na faza wangu. Ni kiasi gani ambacho umenizalilisha yani? Na umenivunjia heshima pia. Mimi hata kwa faza wangu. Sebola ungeniambia kama ulikuwa unipendi. Sebola ungeniambia. Sasa ndo nini sasa umefanya? Yaani usikute hata hiyo mimba tumechangia hiyo. Ndio nakwambia, yaani usikute hata hiyo mimba tumechangia. Kama ulikuwa unipendi Sebola ungeniambia. Yaani wanawake ni viumbe wa ajabu kweli yani. Ila siwezi nikakubali, nakwambia kabisa. Lazima nitajua tu hiyo mimba ya nani. Siwezi nikakubali. Hakika nakupenda sana. Kwa mambo uliamua kunifanyia, hakika na kuahidi sitokuja kukubali. Subiri na kupigia. Dada. Samahani. Kabla ya salamu, na kuona na mabegi, vipi huko na kutoka ni kwema lakini? Kwema lakini sio kwema kivile. Sijajua hicho ambacho kinakuvuruga mpaka unashindwa kuniona hapa nilipokaa. Ni kitu gani dadangu? Sijui unaweza kaniambia. Yaani mpaka unaona na mabegi haya. Na nimepita hapa sija kuona, yaani nimevuruga kakaangu. Huko ninakotokea nimekufana na mume wangu, kwa nikaamua tu bado nirudi nyumbani kapumzike kwa sababu kiufupi nimechoka. Je, kupumzika. Dada. Yaani unaondoka tu kwa mumeo, hujapewa talaka. Sawa, mimi ni mdogo kwako na siwezi kukufunza hayo mambo ya ndoa. Lakini sio vizuri dada yangu. Hata kama umemchoka, lakini ulipaswa usubiri akupe talaka yako. Sio unaondoka tu. Sijaachika, janiacha kwa sababu nikiwa nikimwambia naomba talaka yangu hataki. Lakini kwa vitu ambavyo naendelea kule nyumbani bado nikaamua tu nifanyaje? Niondoke zangu nije kupumzika. Nina maisha magumu sawa? Tuna maisha familia yetu ina maisha magumu sawa, lakini hajanitoa polini mimi. Kanitoa nyumbani na familia. Lakini kwa hicho ambacho kinaendelea hapana. Bora tu nirudi zangu nyumbani pumzike kama hivi. Sawa dada. Karibu, naona kupumzike. Haya baadaye. Mbona sasa tunataka kuwa na maisha magumu kwa sababu yeye ndo alikuwa msaada hapa nyumbani. Tukinasa na kitu fulani tunamwambia, lakini kwa sasa tunakuja kubanana wote hapa nyumbani. Haya maisha, lakini sawa, kwa kuwa amesharudi. Siwezi kumpa lawama yeye, sijui nini kimeendelea huko au kimetokea. Tutajaribu kumuuliza, na kama kitu cha kusofika basi nitamshauri aende kaongea na mumewe kwa sababu akiendelea kukaa hapa tutaishi maisha gani? Maisha yenyewe sasa hivi yatabadilika, yaeleweki, maisha magumu. Sawa. Ila Mola ndo ameshapanga mgomba. Wewe mzee wewe unachukuliaje bwana? Wewe mzee unasemaje? Mazingira sasa umefanya nini? Umeshinda kuelekeza mazingira kabisa, kuweka mazingira vizuri na bi mkubwa umeamua kuniharibia mimi, si ndivyo? Wewe unajionaje bwana? Yaani iko hivi. Iko vipi? Iko vipi? Wewe ukija sehemu mwanza kusalimia kwanza. Tena ukitaka mazingira kusalimia sitoka kitambo yani. Kwa nini siku zote nilikuwa sikusalimia hapo? Siku zote nilikuwa sikusalimii. Mambo yako umeyataka wewe au? Sikiliza nikwambie, usinichukulie poa, si unajua? Usinichukulie poa hata kidogo yani. Mimi sicheki na wala sichekeshi, si unajua? Mazingira utakuja kuyafanya, nitakuja kufanya kitu kibaya mzee anakuambia. Wewe bado ukilijua shamba. Nimekulea siku zote. Nimekukuza. Leo unanishikia panga sijui ufikie unakuja hapa tena na kunikolomea. Ngoja tuone. Ni mwenzenu mgumba, kwani sijapenda wala kutaka, ila Mola ndo ameshapanga. Mtaalamu, mimi nimekuja. Naomba msaada wako. Nyumbani kwangu yani kumeharibika, kuko sawa kabisa. Mume wangu amebadilika. Kuna msana atembea naye, kwa hiyo nilikuwa naomba msaada wako. Yaani ingawa nimetoka nyumbani lakini bado mume wangu namuhitaji. Kwa hiyo lengo langu nilikuwa nataka yule msichana, yaani kimkuta kitu chochote
Na ikiwezekana baadaye apate uoga atoke tu, yani achane naye na achane na mume wangu. Bado ninamhitaji mume wangu. Naomba msaada wako unisaidie. Nitakusaidia na nitakupa dawa. Je, utaweza masharti ya hii dawa? Nitaweza mtaalamu, sasa nitafanyaje? Kweli utaweza? Nitaweza mtaalamu. Haya. Shika hii dawa. Hii dawa masharti yake inabidi uende baharini. Uingie kwenye maji hadi ya magotini. Kisha uitumbukize hii dawa chini ya maji. Na yeye habari zake zitakuwa zimekwisha kabisa. Sawa, umesema jioni. Zingatia, na kingine unapotoka hapa, zingatia usigeuke nyuma hadi unafika kwenu. Sawa. Sawa, haina shida. Ila sadaka. Weka sadaka ya mizimu hapa. Zingatia sana hilo. Nimekuelewa mtaalamu. Ili shida yako iweze kuisha, zingatia sana haya masharti. Sawa. Haya, karibu tena. Kwa mzee Kidevu? Mbona nimemwona shemeji amebeba vilago? Usiniambie kama umemwacha. Sijamwacha, nimekwambia niko na mambo madogo madogo tu. Wewe Kidevu, hujatulia. Hujatulia. Kama wewe punguza pombe. Pombe ili utengeneze maisha. Siwezi kuacha pombe hata siku moja. Usinishauri kuhusu pombe. Mimi siwezi kuacha pombe, ndio starehe yangu hii. Wewe hapo ndio starehe yako kuoa. Wewe kinachonisumbua mimi wewe unakijua. Kwa hiyo mimi starehe yangu sio wanawake. Ila mimi ninachokitafuta wewe unakijua. Wewe unajua mimi ninachokitafuta. Mimi natafuta mtoto. Ila Kidevu, hutakuja kumpata mwanamke tena kama yule. Sasa nakuhakikishia kitu. Baada ya siku 2 atakuwa amerudi hapa nyumbani. Nyumbani hapa noki kisa ugumba. Mama mtu amegoma toa unyumba. Miksa madeni ya mwenye nyumba. Kichwani mawazo na yumba yumba. Mgumba, mgumba.